Aya, karibu sana watazamaji wetu ama watazamaji wangu popote mlipo kwenye kipindi hiki cha asubuhi ya leo. Majina yangu ni James Maina na ni mhubiri. I love my ministry and I have nimejitolea. I dedicated myself to serve God in this ministry of deliverance. Let me see whether I can get the clear right. Yeah, that's okay. That's good. I have dedicated myself to serve God in the name of Jesus Christ. I'm in Nigeria today, and I'll be coming back on Monday. But I'd like to send this message to all my viewers, wherever you are, Joshua and Jonah. As I normally say that our battle is not physical. We fight with the spiritual things. And if you look at the book of Acts, after Paul casted the demon out, the owners of that demon came physical to attack Paul. And that's how they put him in prison. Paul casted that spirit was in that lady. The owners were making a lot of money because this lady could tell you about your tomorrow. Now, after Paul casted that demon out, the owners of that came now physical. I'm in the hotel. Sometimes you can see there are some pictures which I'm not able to move them. That's why I'm changing the direction. I'm in Lagos, Abuja, in Nigeria. Vita vyetu si vya damu na nyama, tunapigana na maroho wale wabaya. That is in the book of Ephesians 2:6. Ephesians wa Efeso 6 mstari wa 10. Paulo anasema hivi, vita vyetu si vya damu na nyama, tunapigana na maroho wale wabaya. Na ukiyesema katika ulimwengu, katika wa Efeso 2 inasema tulikuwa hivyo zamani tulipokuwa tukitawalwa na mtawala wa ulimwengu huu ambaye hutawala wale waliasi Mungu, lakini kwa rehema za Kristo tukaokolewa. In my ministry I deal with deliverance, kutoa pepo zile roho zimeingia ndani ya watu. For one, body has nothing to say no when the spirit release the command. Mungu akasema, nani ataenda kwa Ahabu amdanganye? Wakasema hivi na hivi, lakini akatokezea pepo. Pepo huyu akaja, Mungu akamuuliza, utaenda? Akasema ndio nitaenda. Utafanya namna gani? Akasema nikifika huko nitajibadilisha, nitakuwa nabii wa uongo, nitaingia kwa vinywa vya manabii. Ahabu alikuwa ameita watu akawauliza hao wanataka kwenda vitani. Wale wahubiri, wale manabii wakatabiri wote, wakasema haleluya, umeshinda vita. Lakini Joshfati ama yule mwingine akasema hatuna mtu mwingine hapa tumuulize. Kukawa na Mikaya. Mikaya akasema ameona watu wanatawanyika. Mfalme akasema funga hii takataka. Mikaya akasema ukienda vizuri na urudi, Mungu hakuniita. Nataka kusema spirit ya mtu ikisha kuwa commanded, the speaking, the behavior, it behave according to the spirit. Vile spirit inasema, mwili hasemagi no, mwili anafanyaga what is said from the spirit.
wanabii wote wakatabiri vile hiyo pepo imesema. At now our season, we are now facing a very great challenges, kwa sababu we don't look at that spirit in that person. Kumeingia maroho nyingi sana za entertainment in the church. They just come to entertain you. Nyimbo zimeimbwa, nyimbo ambazo ukiangalia vile huyo mtu anafanya, this can tell you ni nani yuko ndani, which spirit is in that person. Mungu anasema watu wangu wamepotea kwa kutokuwa na maarifa. Amkeni sasa wenye kuomba, tuombe. Kuna kijana sijui kama nitakuwa naye jioni ama masaa ya saa 7 nitakuja naye. Hiyo demon inasema tulimuingia usiku akiwa amelala. Yesu Kristo anasema kesheni mkiomba msije mkaingia kwa majaribu. Watu wamekosa kuprotect spirit zao. Wakati mtu amelala, mwili wake wote huo umewachana. Mikono imewachana, miguu imewachana, kila kitu kina relax. Na sasa hapo ndipo yule mpandaji wa mbegu anakujaga kupanda. Wengi wanasema aliota hiyo, alipoota tu akaanza kufanya hivyo. Kuna mama moja alikuja kwangu, aliniambia ni mke wa mtu. Akasema aliota na mtu wakifanya mapenzi naye kiroho, spiritual husband. Na mwili baadaye akakaa ule mtu akamuona, wakaenda wakalala na yeye kimwili, na ni mke wa mtu. Sasa akaja JCK, nikamwambia ndio hiyo maana yake nimeweka one on one, isipokuwa watu waliichezea nikawachana nayo. Sababu kuna mambo mengine ambapo haiwezi kwenda publicly, italete too wrong, cannot make right. Nataka kuzungumza habari za kiroho sababu hao watoto tuko nao, nilikwambia kufikia miaka mingine 4 inakuja, wameadapt shetani. Wameadapt zile maroho ambazo ni za kuinua shetani katika mwili, katika physical body. Na hii imekubalika mpaka nyumba za Mungu zimekubali hizo vitu. Nyimbo zile zilikuwa na sifa za Mungu haziko tena. Watunzi wa nyimbo wanatunga nyimbo za kufurahisha binadamu, si Mungu. Nyimbo ambazo entertain the physical but not spirit. Kwa hivyo hata tuimbe tukimalizia, Mungu hata kuja kwa hiyo mkutano, kwa sababu hatukumu-entertain, hazikuwa na what you call passion. Kumbuka kwamba maandiko yanasema katika Hebrews 13 hapo chini inasema mfanye mema na mtolee Mungu tabiko ambazo ziko na toba, zinatoka kwa midomo iliyotubu. Tuko na kibarua kigumu sana. Kama mimi Joshua na Yona na wale wengine, I need your prayers. Kwa sababu kuna watu wamekaa vikundi, they are discussing how to shut this television down. Wana discuss vile ambavyo watani block kwa mahubiri. Lakini isikusumbue. Unasema tu let your will be done. Mapenzi yako Mungu yatendeke. Lakini niko na habari hizo ya vikundi ambazo ziko kwa government, zingine ziko kwa media, wana mikutano, wanakutana, mipango yao ni ku make sure watazima television hii. But I have no problem with that. Kama ni yangu binafsi ifungwe. Lakini kama ni ya Yesu Kristo, Mungu aliniambia mwaka wa 2002 nilipotoka kwa KBC, akaniambia utarudi kwa TV na hautatoka huko. All of a sudden nilikuwa nimelipiwa na mtu kutoka Germany miezi 3. Nikakaa nje miezi 3, nikarudi mpaka leo. Nikaenda kwa TV moja nilikuwa nikilipa. Nilikuwa na KBC na ingine ilikuwa ya mzungu, sitaitaja. Huyo mzungu akaniambia hizi vitu hataki kuziona. Nikampatia cheki ya 50,000, nikapata seed kwake. Nikaenda nikapata license ya kuwa na TV yangu, nikatoka kwa KBC.
ijapokuwa nafanya kwa hiyo, lakini niko kwa 24 hours. Ndio nasema hivi, wenye kukaa vikao, kama watakaa kwenye roho wa Mungu, watafanya vile ambavyo Christianity inaweza kuwa promoted. Lakini kama watakuwa ndani ni watu wenye mapepo, watafanya how this message will not go. Nimesema hivi, wale watu mnanisikiliza, wale majaji ambao mnajaji kila mtu mkimuona, mimi nilisikusoma. Nilikuwa shule 1964. That's how I remember my last day to be in the school. Kwa hivyo wale mnajaji, huwezi kunijaji mimi na watu wa university. Huwezi kuniweka kwa kipimo kimoja ati you should dress like this, you should speak like this. Kwa sababu gani? Kuna vitu sikupata hizo kwa hiyo shule. Nyinyi mumepata, mumetoka university, mumesomeshwa media, how to address people. Mimi nikisoma hamkuwa na media. Kwa hivyo kuna vitu mimi sikufundishwa. Tu, mimi sikujiita, nimeitwa na Mungu. Na kama ni Mungu ameniita, Mungu anapanda farasi punda vile ilivyo. Sijui kama naweza kuruhusiwa nipeleke watu kotini. Nipeleke watu kotini ni washtaki kwa kuangalia uchi wa ng'ombe. Kwa kukamua ng'ombe na kuitoa msituni, kuilete, kuikamua na mnaona uchi wake. Sijui kama hiyo naweza shtaki watu. Ni washtaki kwamba mna violate the light of the animal. Kutoa ng'ombe msituni, kutoa ubwa msituni, muje mumweke mbele ya watu na ako naked. Sijui kama naweza lete hiyo hoja kwa bunge. Watu wote wanunulie ng'ombe surari na wanunulie ubwa surari, kwa sababu kule kwa msituni hakuna watu. Kwa hivyo kuwalete mbele za watu, mna violate. Matiti zake zinaonekana. Mna violate kulete ng'ombe mkae nayo kwa nyumba na muifuniki uchi wake. Mna violate kulete ubwa kwa nyumba na inafanya mapenzi na ubwa mwingine na hamwezi kuipatia private room. If that's what you want to try to do, basi ile puda ilibeba Yesu Kristo haikuwa na surari ya ndani. Haikuwa na, wacha nitumie lugha zenyu, haikuwa na innerwear. Hata haikuwa na trouser. Kwa hivyo hiyo puda itashtakiwa. Ama ni Yesu atashtakiwa? Nani atashtakiwa between punda na Yesu? Kwamba kwa nini ulipanda puda ikiwa haina surari? Mimi siongei kama bishop, mimi naongea kama mtumishi wa Mungu. Mungu ameniita kwa hii kazi. Na nitaachilia kitu hamtaamini macho yenu. I swear before God, wait and see. Mtu yote ambaye unaniandamine, kama unaniandamine, siku zako zinakaribia. Na sugumuza hii kwa anga. Na ukitaka kujua mimi sijabii, soma Isaiah 29:18. Hiyo ndio ujumbe Mungu amenipatia leo. Mimi sikuja kutafuta Wakenya ama dunia nzima, nipeleke wapi? Lakini ukienda kitabu cha John 10:16, Yesu anasema, niko na wengine ambao hawako hapa na ni lazima niwaendee. So I'm not going for the whole world. I'm not looking for 50 million Kenyans. I'm looking for the one who is chosen. John 10:27 inasema, kondoo wangu wananijua na wanaisikia sauti yangu, na wakisikia watakuja. Whoever is undermining this gospel, too late for you. Too late for you. Too late. I wish Mishuki anaweza fufuka. Yesu Kristo anawajua watu wake. Na if somebody can charge, don't charge me, charge Jesus. Mshtaki Yesu kwa kunitumia mimi. Mshtaki Mungu kwa kutumia kunguru. Sababu kunguru mimi siwezi kutumia kunguru. Taitumia namna gani na ni mlafi? Kaa kwa kiti chako, kaeni kwa viti vyenyu, mufanye ile ambao mtafanya ya physical. Lakini kifika mambo ya Mungu, mtuulize. Mtuulize ofisi ya Mungu inasema nini. Narudia kusema, niliwaambia mimi hata kama si mtumishi wa Mungu, mimi nakaaga hapo kwa maua, namwagilia maua maji kwa compound. I can tell you kuna muziki leo yuko ndani. I can tell you there is something inside. But if you kila wakati mkikaa
you undermine me. Neno moja nikisugumuza, mnakaa kikao, watu mliosoma, mnanidiscuss mimi. Na nikisoma mimi nikiokoka mlikuwa gerezani. Mlikuwa shule. Sasa mmetoka shule mmesoma, naona hiyo kikao mnakaa. Na nina hapa mbele za Mungu. Kama mkinishida Mungu wako niita. Na naomba muifunge tu hii government, mufunge hiyo kitu. Fugeni TV. Lakini kutakuja utawala watatu. After this kingdom, utawala watatu ule utakao kuja. Mtashangaa sana. Huyo mtu atawanullify. Ata-nullify kila kitu. Take this and keep it somewhere. Ninaongea kama mtume. Nasikia ule mtu amekufa, ule alisema ati Ng'ang'a ako na pressure. Sijui Ng'ang'a anataka kujinyonga. Nasikia amekufa. Umekufa mapema kwa nini? Ungekaakaa. Mjinga wewe. Ungekaakaa uone mdomo wako ndio inakuua. Unaropokwa na mambo. Inaniumiza sana kwa sababu tangu nitoke gerezani, mimi nimehudumia nchi hii. Kuna mtu nimemtumia 5,000 this morning. Nilimwombea, ana kichwa kimebaki wazi. Kichwa chake huko nyuma kimebaki wazi. Nimempigia simu saa hizi nikiwa hapa Nigeria. Nikamuuliza, brother, unaendeleaje? Kaniambia tangu niombee nasikia mzuri. Haitoki usaha, itoki usaha, na ngozi inatoka. Nikamuuliza, na uchungu unasikia? Akasema si kama ile nilikuwa nasikia. Nikamuuliza, mke wako yuko wapi? Kaniambia mke wangu ameenda kwa kutafuta kibarua. Nikamtumia 5,000. Sasa mimi naulizaga wa Kenya, nini niliwafanya? Nini niliwafanya mimi? Huyu Mungu wangu ni nini aliwafanya? Ni nini niliwafanya mimi? Niliwafanya nini jameni? Hicho ambacho hakiwezi kusameheka. Nimewasaidia watu mimi kutoka nitoke gerezani. Nimelipia watu manyumba. Nimeokoa watoto wenyu. Nimewatoa watoto wenyu kwa shetani. Wale walikuwa wawaue nikawakomboa. Lakini kila mkikaa tu mnakaa vile ambavyo mtaninyamazisha. Mungu awakumbuke tu. Awajalie rehema zake, lakini siku moja kuna mtu atajibu. Siku moja tu kuna mtu atajibu. Inaniumiza sana kwa sababu I don't know what I can put this, but Mungu akinipa nafasi anisikilize tu dakika moja, hii kesi nitaipeana kwa Mungu. Wakubwa wa serikali na wale mnaniandamine, ijulikane tu kwamba mimi ni punda na ni Yesu amenichagua mimi, siku apply. Usiku wa leo nilikuwa nauliza Mungu, kwa nini Mungu wewe unanituma mimi? Mimi si msemaji, mimi si kusoma. Kwa nini usitafute mtu mwingine umtume? Nikamwambia Mungu, Musa alikuambia si utafute mtu mwingine mwenye kusoma. Si utafute mtu. Musa akamwambia, mimi si mnenaji. Mimi nikamwambia Mungu leo, Mungu najua mimi sina character hizo. Sitaweza kupraise watu hawa. Kwa nini usitumie mtu mwingine? Bwana akaniambia atanipa neno moja na litafanya kazi. Let me talk about it. Maana inaniumiza kwa watu mliosoma, mna madigrii, mmetoka university. Badala ya mkae chini mtueleze vile tutapata Mungu, mnakaa chini mdiscuss vile mtanyamazisha Ng'ang'a. Kweli mtaniweza? Kweli mtaweza hiyo? Mtaweza kweli? Wakubwa mtaweza kweli? Mtaweza? Hiyo inakuja, mtaweza kweli? Hiyo kitu inakuja, mtaweza? Mtaweza bila nabii? Mtaweza? Niliwaambia bendera yenu iko kwa miti. Bendera ya hiyo nchi iko juu ya miti. Niliwaambia hiyo iko juu ya mti. Mtaweza kile kinakuja? Mtaweza? Hey. Basi hizo TV zitafungwa siku moja zote. Mtaamka mkute zimefungwa zote. Vile kanisa zilifungwa mwaka mzima.
kutamka kitu kitafanya zifungwe zote. Itabaki only one. Zingine zote zitafungwa. Itabaki moja tu, ama ile ambao itasema vile wale wanataka. Hiyo nimeona ikipita hapo. Kutatokea kitu, TV zote zitafungwa. Itabaki ile ambao itaongea hivyo wao wanataka. Joshua, kwa sababu niko na 69 years. Mwezi wa 9 next year naingia miaka 70. Kwa hivyo siwezi kwenda shule university kusoma. Na labda nitakuwa sitakuwako hewani kwa television. Sababu kuna wale watu ambao wamekwisha kaa chini, wamediscuss, na kwa njia moja ama nyingine watanipata na hatia. Niliimba wimbo Shira wa kwani munene. Yembo nikaimba kesi yangu ni kubwa na ni Bwana ataitatua. Inawezekana. But I thank God kwa huo muda nimefanya 1992 mpaka mahali nimefika. Mungu wangu ameniahidi hata niwacha. Lakini kwa nyinyi ambao mna mikutano hiyo, utafiwa na mke wako, utafiwa na watoto wako. Hiyo mali yote uliweka, ulikusanya, italiwa na wale ulikandamiza. Wakati wako, let me read this scripture to you, ndio ujue what I'm releasing katika ulimwengu wa kiroho. Isaiah 29 number 18. When the day comes, the deaf will be able to hear a book being read around, and the blind who have been living in darkness will open their eyes to see. The day is now. Idio message ya leo. The day is now. The day is now. Wakati vipofu waliofungiwa katika ulimwengu wa giza, utaona leo wakifunguliwa. Nimeona usiku wa hizi. Hata nimeamka kutafuta huko. Kulikuwa na pesa mahali na nikaona watu wamechukua, nikaamka kutafuta kwa hii hoteli. I didn't know kwamba niko huko. Nikaamka kutafuta, maana ni watu niliona wakipora. Mstari wa 19. Poor and humble people will once again find the happiness which the Lord, the Holy God of Israel gives. Wale watu wako humble, wale hako humble, poor and humble, they will find happiness that God gives. Kuna kitu kiliblock happiness ya wateule. Sasa take this message na isoma nikiwa kwa na huzuni kubwa. I have never experienced this in my life. Huyu Mungu hajakasirika vile nimemsikia amekasirika. Sasa nasema poor and humble will find once again happiness that comes from the Lord. Number 20. It will be the end of those who oppress others and shows contempt for God. Every sinner will be destroyed. It is the end of those who oppress others. Itafika mwisho kwa wale ambao wanakandamiza, not animal, not stones, people. Wale you are in the office, you are using your power to oppress. It is your end. I release that today. Na kama hakutatoka jiwe upande huu, tatoka upande huu. Mungu atawatia kwa mikono ya maadui zenyu. Mungu atachochea. Kitabu cha Judges kinasema hivi, walivyokataa kuabudu Mungu, alienda akachochea na akao upande wa maadui. I release that. I release that. Mapigo itashuka. I like this scripture 21. God will destroy those who slander others, those who prevent the punishment of criminal, and those who tells lies to keep honest men from getting justice. I release that in the name of Jesus. I release that.
I prophesy that. I release that in the name of Jesus. December tarehe 3 mwezi wa December, hautafika Januari. Hautaona Januari. I swear and I quote, hawatafika Januari. Hawatafika Januari. Hawataruka mwaka. Wherever popote walipo, hawataruka mwaka. I release this in the name of Jesus. Hawataruka mwaka. Hawatafurahia tukifurahi katika jina la Yesu. I scatter them. I destroy their vision in the mighty name of the Lord. I rebuke their vision. I surrender them now in the name of Jesus Christ. Wale ambao wameishi wakikandamiza wateule, wale ambao wameishi wakifinyilia, yes, ni watu wamebeba hizo vitu wanaziachilia usiku. I speak in the name of Jesus. Take a look at this. Hiyo 2022 kuna wale hawataiona. Hawataiona, hawatavuka Januari. Naongea kama mtume. Naongea kama mtume. Naongea kama mtume. Those who slander others, those who blocks justice of the light, honest men and women of God, wale ambao wameishi wakigandamiza wateule wa Bwana, basi imefika sasa. Maandiko hii naiachilia leo. Isaiah 29:18-21 naiachilia leo. Inaanza kufanya kazi leo. Inafanya kazi leo, na utaona kwa media hizo, utaona kwa TV zenyu, utaona samaki kubwa zinaanguka, utaona samaki kubwa zinaanguka, utaona vitu hapo kwa TV vitakwambia kwamba hii ni ile mtume alisema. Ni mtume kisirani, ameachilia kisirani. Nimeachilia kisirani kwa kila mlango wa maadui. Nimeachilia kisirani kwa kila ofisi ya maadui. Nimeachilia kuchanganyikiwa kwa kila ofisi ya adui. In the mighty name of Jesus. Ufiwa na mkubwa wako, ufiwa na mdogo wako, uchanganyikiwe, ukalie mchini, ukalie wheelchair. Ulaaniwe na Mungu, wewe ambaye maandiko yamesema kwamba umezuilia wateule kupata haki zao. Nyumba yako isikose kilio. Usikose kiwete kwa nyumba yako. Usikose mtu aliye wazimu kwa nyumba yako. Kwa nyumba zenyu kuwe na watu wanachanganyikiwa, kuwe na watu wazimu. Hakutaolewa, hakutakuwa na kuoa, hakutakuwa na mtu atafika miaka 50, hakutakuwa na mtu ataona mjukuu. In the mighty name of Jesus Christ. Nimesema hiyo. Utaisha kabla wakati wako. Nyumba yako ichukuliwe na mtu mwingine. Uwe mtu wa aibu. Uwe mtu wa kuchekelewa. Uwe mtu wa huzuni. Bwana akukemee. Akukemee. Nimeachilia hiyo in the name of Jesus Christ. Na nimeachilia milango ya wateule. Wengine nimewatoa nchi ya Kenya na wapeleka mwende nchi za ng'ambo. Mtarudi siku ile hawa watakuwa wameondoka. Wengine nawafungulia milango. Naachilia milango mwende nje. Mkakae miaka 7. Miaka 7 ikiisha mtarudi. Mtakuta hawa walikwisha kufa. Mtakwisha mashamba yenu mtaregeshewa. Elijah alimwambia, Elisha alisema, akamwambia yule mama, sasa wewe ondoka, miaka 7 kutakuja na mvua. Akaenda nchi nyingine. Aliporudi akakuta mfalme mwingine. Mfalme akauliza, ati kulikuwa na nabii hapa? Wakati huo Gehazi yuko pale. Yule mama akatokezea. Alikuwa amemsaidia Elisha. Akauliza, ati nini kulikuwa? Mama akatokezea. Akasema, hata ndio huyu mama na mwanae ndio huyu. Miaka 7. Mama akauliza, shida yako ni nini? Nimekuta shamba yangu imechukuliwa. Mfalme akasema, ulegeshewe shamba yako na mazao yake. Kuna watu nimewatoa Kenya, nimewatuma nchi za mbali. Mtaenda miaka 7, miaka 10. Kisha mtakuja. Mtaenda miaka 7, miaka 10, 12, mtaenda hata wengine 21. Na mtakuja, maana bado ni vijana. Mtakuta mashamba yenu mtalegeshewa. Bwana atafagia. Atafagia chochote kile ambacho kimekuwa ni kikwazo. Inasema when that day comes, the day cannot come unless the prophet release that day. Nimeachilia hiyo inatendeka leo in the name of Jesus Christ. Kuna kilio cha mtu, hivyo mimi nimeumia. Kuna kilio cha mtu ambaye ameumia. Aliomba, akaomba na haijajibiwa. Basi Mungu anasema hivi sasa, the time is today. Anasema wale wanaokandamiza wateule, he will destroy them. I shall tonight. Mimi nimesema imetendeka. Itaanza kwangu, maadui zangu. Sasa mtaona ni Mungu amesema, ninaiachilia. I speak it. I release that word in the name of Jesus. Naachilia hiyo neno kwa nyumba kubwa, kwa nyumba ya katikati na kwa nyumba dogo. In the mighty name of Jesus Christ, ninaiachilia
naachilia mishale, naachilia confusion. I scatter the demons. Pepo iliyo ndani ya mtu, kama hautaiwacha hiyo, I command you disappear with that. In the name of Jesus. Watu watajua there is God in heaven. Ninaachilia kutoka nyumba kubwa, nyumba ya katikati, nyumba ya mwisho. In the name of the Lord Jesus Christ. Wale wanaokandamiza wateule, the day has come now. The Lord will scatter you. You are already scattered. Nimeachilia mapigo kwa mwili, mapigo kwa anga. Hautakuwa na usingizi, hamtalala, hamtakuwa na usingizi, hamtakuwa na amani. Mtakula madawa, zitaisha. Mtakula madawa, utakaa usiku kumeza madawa, utakula mpaka miti, hautafaulu. In the mighty name of Jesus. Natumia hili neno na ni Bwana amesema, Namtumikia Mungu ambaye anaishi milele. Jina lake ni Ebenezer. He is the Lord and God Almighty. It is too late now. Hamtaweza watu wa Mungu. Hamtatuweza tena. Ninaanza kama komanda. Ninaanza kama mtume. Isaiah 29 number 18 to number 21. I like 21. Inasema the Lord will destroy. Bwana ataangamiza wale ambao wameishi wakishikilia haki ya wateule. Sasa Mungu ametukumbuka. God is on our side. Ngaja mwena wito. Mungu yuko pande wetu. Thank you my Father. Thank you my Father. Thank you my Redeemer. Bwana ninakutukuza. Asante kwa siku zile umenipatia. Asante kwa ule muda umetupatia. Huyu ni dada yangu na mbariki. Huyu ni ndugu yangu na mbariki. Wengine wamepitia machungu kuliko nimepitia. Bwana usiku wa leo, jua lisipite bila kuangalia. Jua lisipite bila kusikia kilio chao. Wengine walipoteza kazi. Wengine walipoteza mpaka nyumba. Jua lisipite jua hili leo. Ni tarehe 3 ewe Bwana. Jua lisipite Mungu wa mbinguni kabla wewe kuchungulia nyumba zao. Chungulia nyumba zao Bwana. Chungulia nyumba ya huyu mama. Oh my Father. Oh my Redeemer. Oh Jehova Rika. Oh Jehova Rinai. Oh Jehova Rimika. Na upitie nyumba ya yule mtu ambaye kichwa chake, oh Jehova, oh my Father, sinipate kibali kwako, na msogeza kwako. Oh, mimi ni mwanao. I humble before you, God. Oh, consider my prayer. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Kuna watoto wadogo wameigizwa kwa nyumba ya shetani na hawana chochote. Bwana, uliona ule msichana. Oh my Father, alimaliza form 4. Alikuwa mwanamwali. Alipoenda college, hajui vile kulienda. Oh my Father, oh Redeemer. Na yule ambaye naye watoto wake 4 wamekufa na sasa yeye ni mjamzito. Nilimpa 50,000. Bwana, si umjalie. Usikose kupitia nyumba yake. Usikose kupitia hapo Bwana. Oh Jehova Rima. Onekana Bwana. Onekana Jehova. Onekana Redeemer. Onekana Rima. Onekana Jehova. Jehova. Oh Jehova. Oh Kristo mwana wa Mungu. Bwana, onekana. Onekana. Onekana kwa punda. Onekana kwa malaya. Onekana kwa malaya. Bwana, onekana kwa malaya. Bwana, onekana kwa yule mwizi. Ule mwizi Bwana, ule mwizi pale msalabani, lakini anakukiri. Oh my Father, oh Jehova Rima. Nilipokuwa Mombasa na ile mkokoteni yangu Bwana, si ulijua nitaingia ndege niende Amerika, niende Nigeria. Bwana, si ulijua wewe unaweza. Oh chungulia Bwana. Chungulia Jehova. Oh Jehova chungulia. Oh my Father chungulia. Oh Jehova usiwache jua likapita. Bwana, usiwache jua likapita. Oh Jehova Redeemer. Redeemer naye Lord. Yes Kirima. Yes unaweza. Oh my Father, kwa nyumba ya ule mdogo, ile nyumba ya Zakayo, wewe unaweza. Unaweza Bwana. Unaweza Jehova. Kuzimu kuko wazi mbele zako. Kuzimu kuko wazi mbele zako. Kuzimu kuko wazi mbele zako. Wewe unaweza kuona mtoto kwa tumbo la mama yake. Unaweza kuona wale wadudu wadogo. Unaweza kuona samaki baharini. Bwana, unaweza kuona wanyama wale wako msituni. Bwana, unaweza. Oh, ni asante Redeemer. Wewe unaweza kuona mtoto akiwa kwa tumbo la mama yake. Unaweza kuona miaka 400. Ulimwambia Ibrahimu watoto wake wataenda miaka 400. Kisha utawaendea. Hoi Bwana, ulijua hii. Hoi Masai. Hoi Rikasai. Hoi Ridba.
Bwana ulijua, wewe unajua nikiwa mkokotelini. Bwana ulijua, Redeemer, Bwana ulijua, my Father, ulijua. Yesu unajua. Yesu wewe unaweza Bwana. It is too hard for me, Lord. Defender. Defender lina. Defender, Lord. Lord. Jehovah Lika. Redeemer. Defend your son. Defend your sons. Defend me, God. Defend the minister of the gospel. Bless them now. Bless them, my Father. Bless them, Redeemer. Wabariki na chakula. Wabariki na nguo. Wape 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 na nguo. Na wape chakula. Na wape chakula. Na walinde. Walinde. Linda Jehova. Linda. Yes, unaweza. Walinde. Onekana Bwana. Onekana Jehova. Jehova. Ni mazai. Bwana onekana. My Father. Jehova Lita. Jehova Lima. Jehova Likai. Unaweza. Mkumbuke nabii. Kumbuka nabii mtumishi wako. Kumbuka nabii mtumishi wako. Jehova. Yesu unaweza. Holy Spirit of the Lord. Roho Mtakatifu wa Bwana. Imekuwa ngumu. Imekuwa ngumu kwa nabii. Imekuwa ngumu kwa nabii. Thank you, Father. Redeemer. Redeemer lina. Shikiria la itai. Yes, my Father. Yes, Kirima. Yes, Litai. Yes, Lina. Yes, Jehovah Lika. Ulinazai kita. Yes, you have the power. Yes, you have the power, Lord. Jehovah. Control, my Father. Take over, Lord. Take over, Redeemer. Instruct the army. Take over, my Father. Instruct the army. One word, Lord. One word, Jehovah. One word, my Father. One word, Jehovah Ripa. One word is enough, Lord. Kingola. Yadala Shikiria. Jehovah Rima. One word is enough. Neno moja linatosha. Jehovah, thank you. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you for the name of Jesus. Thank you for the anointing of the Holy Spirit. We depend. I rely on you. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, my Lord. Thank you. Thank you, and I receive. Thank you. Thank you, Alinde. Thank you, Alinde. Alinde Bwana. Ulinde Joshua. Ulinde Yona. Ulinde nabii. Hautakosa mama na mzee na kijana aliye tayari. Bwana mulinde. Asante kwa neno lako. Asante kwa leo. Kesho sijaishi kesho, sijui vile kulivyo. 1 hour, 1 seconds sijaishi tena, hatujui vile kulivyo. Wewe unajua. Hatukuweko kesho, hatuja kuweko, hatujui vile ambavyo kunaendelea. I table this matter in your hands, Lord. Kabla nirudi, Bwana nisikie sauti ukinena na ukitenda. Mimi nimebariki nyumba yako, nimebariki watumishi wako. Wape chakula, wape nguo, wape uponyaji, wakinge, uwalinde, uondolee hofu, uepushe na ndoto mbaya, wape amani toka juu mbinguni, wape kujua kwamba maisha ya dunia ni ya muda mchache, maisha ya uzima wa milele ni mbinguni. Wape ufunuo, Holy Spirit of the Lord. I now release your presence to all my viewers. I now speak mighty power and mighty blessing. Remember, you have very few people, Lord, and some of them are not here. John 10:16. Send someone, Lord, to bring them in. We speak a blessing. Thank you because you are the Lord. Thank you for what you have started. You will accomplish. In the name of Jesus Christ. God bless you. I hope to nitakuwa na main service leo saa 3 usiku. Nitakuwa na mkesha hapa niko Nigeria and Abuja. I'll be having a overnight prayer, and I don't know, I need your assistant Joshua and Jonah so that tuombe ndio Mungu apate nafasi tu ya kututumia. Mungu abariki, awalindie njia kama vile nilikuwa nikiomba. Nimesikia mzigo umetoka na nikumaanisha Bwana amekwisha pokea haya yote. Ninawaona
Asante sana kwa sababu ya hata kufungua ujumbe huu. Ukiwezekana, hebu ishare kwa sababu hautakosa. Ukishare tu kwa mtu moja. Me, I don't like people to share because nipate viewers kwa Facebook. Hapana, ni watu wapate ujumbe huo. Ujumbe huo mimi nimekuachilia, na wewe sasa ungana na mimi kuhubiri hiyo. Achilia, either ni mbaya ama ni nzuri, we share na mtu mwingine, na Bwana atakwenda kukubariki. Hofu na mashaka isiwe kwako. Mungu amekujalia mema. Hebu share nione. Share kanyini na kuona share. Share nione. Sijui mimi nitashareaje hapa kabla unless nimalize. Pastor Peter James Onyango, God bless you guys wherever you are. Na Asha nasema ameshare. Isi Dahi wameshare. Mungu awabariki sana. Thank you very much.